Habari za wakati huu mabibi na mabwana, karibuni tena katika kipindi chetu cha dondoo za ufugaji na daktari wa zamu. Na leo tutaenda kugusia swala la mambo kadha wa kadha yanayopelekea kushuka kwa uzalishaji wa mayai katika shamba la kuku. Kitu cha kwanza kabisa ni chakula pamoja na ulishaji. Tukianza na swala la chakula hapa tunaongelea chakula bora kwa ajili ya kuku kutaga. Kwa hiyo tunaongelea chakula kiwe na virutubisho bora kwa ajili ya kuku kutaga. Kwa hiyo mkulima au mfugaji unaweza ukawa unalisha chakula kiasi kizuri au kiasi kinachotakiwa, lakini chakula sio bora kwa ajili ya kuku wa mayai. Vile tunagusia swala la ulishaji sasa. Kwenye hapa swala la ulishaji tunamaanisha kwamba kuku anatakiwa kula kiwango gani? Na kiwango hii ni kampuni X ni tofauti na kampuni Y kwa sababu ya energy calories ambazo zipo kwenye chakula husika. Kwa hiyo mfugaji na ya kupasa ujue kampuni X nitalisha kiwango fulani, kampuni Y nitalisha kiwango fulani ili kufikia ile nguvu au kwa Kiingereza wanaita energy kwa ajili ya kuku wa utagaji. Kuku wa utagaji anahitaji energy calories at least 315. Kwa hiyo unapojua sasa kwenye kilo moja nitapata energy calories kadhaa kwa kampuni X, ndio itakayokupelekea wewe kupiga mahesabu kwa kuku mmoja anatakiwa kula kiasi gani. Kwa mfano, makampuni mengine yanashauri utumie gramu 115 kwa kuku mmoja, ambapo ndo kuku anaweza kupata nguvu ya kuweza kutagia. Hili usipotimiza au ukawalisha chini ya kiwango hicho, maana yake kuku hawatakutagia kulingana na standard yao. Jambo la pili ni maji. Hapa kwenye maji tunaongelea kiwango sahihi cha maji na maji safi. Unaweza ukawa unatoa kiwango sahihi cha maji, lakini maji yakawa ni machafu, yaani yana vimelea ambao wanaweza kusababishia kuku kupata magonjwa na vile utagaji kushuka. Hapa tunapoongelea kiwango sahihi cha maji tunamaanisha kiasi gani cha maji kuku anatakiwa kunywa ili kupata uzalishaji unaofaa au unaoendana na standard. Kwa hapa naomba nieleweke, ndugu mabibi na mabwana, ni kwamba kuku ili aweze kukutagia vizuri lazima anywe maji mara 2 ya chakula anachokula. Kwa maana hiyo ni kwamba kama umemlisha gramu 115 utazidisha mara 2. Maana yake kuku anatakiwa kunywa gramu 230 230 ya maji. Bila hivyo ujue kuna tatizo na kuku ataenda kuzidishia utagaji. Nimesema hivyo usije ukaje ukasema kwamba maji wanakunywa juu ya kiwango. No, ni kulingana vile na majira. Kwa hiyo maji anaweza akanywa mengi kulingana na majira. Kwa mfano kwenye joto kubwa au kwenye joto kali kuku anakunywa maji mengi, lakini nimesema ni kuanzia mara 2 ya chakula anachokula. Naomba hilo lieleweke, na maji ni muhimu sana kwa sababu kuku tu kwanza yeye mwenyewe ukiangalia uzito wake, uzito karibia 65 mpaka 70 ni maji. Na ukiangalia yai tu lenyewe karibia kuanzia 85% ni maji. Kwa hiyo maji yanakuja kutuonyesha kwamba sasa ni muhimu sana kwa kuku anayetaga. Pointi ya 3 na ya kuzingatia ni mwanga. Kwenye mwanga hapa wafugaji wengi wamekuwa wakichanganya. Yaani kuna mfugaji mwingine yeye hazimi taa, kuna mfugaji mwingine yeye hawashi taa wakati wa usiku. Labda nijaribu kuelewesha kidogo kwa pointi hii. Kuku anahitaji walau
Naposema walau ni uanzie, kuku anahitaji walau masaa 16 ya mwanga na yasizidi sana. Kama unataka kuzidisha, zidisha risali moja mbele, haitakuwa affect sana, lakini walau masaa 6 ya mwanga, 16 ya mwanga. Yaani inamaanisha kwamba sasa, kwa nini mfugaji mwingine atakuja kuuliza kwa nini niwape mwanga muda mrefu kiasi hicho? Ni kwa sababu zifuatazo. Sababu kuu mbili ambazo leo nitazigusia ni homoni kuanzisha uzalishaji wa yai. Kuku ana kitu kwenye macho kinaitwa photoreceptors. Kwa hiyo anatakiwa kukaa na mwanga masaa 16 ili kuinitiate au kuchochea zile uzalishaji wa homoni, ambayo homoni nitagusa na zenyewe nitagusia mbili, follicle stimulating hormone pamoja na luteinizing hormone. Sasa hizi tunasema follicle ndio itaanzisha utengenezwaji wa yai, lakini vile kuku anahitaji mwanga kwa ajili ya chakula. Kuku huyu kwa hapa mazingira yetu Tanzania huwa muda mwingine tunawarisha saa 11, saa 10. Kwa hiyo sasa anahitaji mwanga huo muda ili aweze kula. Vile tunawasha tena saa 12 ili aweze kula chakula kiwango sahihi. Kwa hiyo sasa tunakuja kwamba kuku anahitaji mwanga masaa 16, lakini anahitaji saa walau wa kukaa na giza kwa masaa 8. Kwa hiyo sasa hata kama ukiamua kupunguza yasizidi masaa 6-7. Kwa hiyo sasa anahitaji kwa nini giza? Kitu cha kwanza kabisa, kwenye wafugaji wengi ni kwa ajili ya kupumzika. Maana yake kuku hawezi kupumzika, lakini kisayansi kuku anahitaji masaa 6, walau 6 ya giza kwa ajili ya ovulation. Unaona? Kwa hiyo sasa na hapa tunapata faida nyingine kwamba kumbe huyu kuku nikimwashia tu masaa 24, hii ovulation haitatokea, au itabidi yeye ajibanze sehemu yenye giza ili ovulation iweze kutokea.